Mtazamaji wa Chemba Talk Show, karibu sana, na leo moja kwa moja tutamzungumzia Ali Salehe Kiba. Siku Ali Kiba aliposimama kimataifa katika jukwaa kubwa kabisa la Coke Studio. Kuna siku muziki wa Tanzania haukuhitaji kupigiwa debe, haukuhitaji matangazo, haukuhitaji kelele nyingi, ila ulihitaji sauti moja tu ya kututoa kimasomaso. Na sauti hiyo ilikuwa ni ya Ali Salehe Kiba. Leo nataka tukumbuke ile moment ya kipekee ambapo alipokuwa jukwaa la Coke Studio Africa akiwa sambamba na superstar wa dunia Nio. Swali ni moja. Je, ile ilikuwa ni moja ya performance bora kabisa zaidi kuwahi kutokea kufanywa na msanii wa Tanzania? Hili swali linasalia kuwa kwako. Wakati Ali Kiba anaanza kuimba, kitu cha kwanza kilichosikika haikuwa ni beat. Katika jukwaa lile ilikuwa ni utulivu wa sauti yake. Hakukuwa na kupandisha sauti kwa nguvu, hakukuwa na kujikaza, kulikuwa na control. Na hapo ndipo tofauti inaonekana. Kuimba studio ni kitu kimoja, lakini pia kuimba live mbele ya kamera za kimataifa ni kitu kingine kabisa. Ali Kiba hakuonekana kupambana na noti hata mmoja. Watu wa muziki nikisema noti watakuwa wanafahamu. Alikuwa anacheza na melody kama mtu anayejua anachokifanya, na hii ndio tunaita vocal maturity. Kitu kingine ambacho kimenivutia ni confidence yake wakati anaimba. Hakujionyesha kama yuko chini ya Nio, hakujionyesha yuko juu ya Nio, lakini aliposimama kama msanii anayejua thamani yake, hapa ndipo ukuu ukaonekana. Na ukiangalia body language yake utagundua kuwa hakuwa na pressure, na kumbuka kuwa alikuwa anaimba sambamba na Nio. Huyu ni msanii mkubwa aliyejizolea Grammy stages na majukwaa makubwa ya Marekani. Lakini siku ile Ali Kiba hakupotea. Ali Kiba alisimama. Hebu tuangalie upande wa tekniki kidogo. Kwa maana ya control ya muziki ilikuwa safi kwa upande wake, lakini ile transition kati ya low notes na high notes hazikuwa na mikwaruzo, hakukuwa na kupiga kelele ili kufikia noti ya juu. Nikisema noti, wengi mnafahamu. Hii inaonesha mazoezi na kipaji halisi, na ndio maana watu wengi wanasema Ali Kiba ni moja ya wasanii wachache hapa nchini Tanzania wanaweza kuimba live bila kutegemea playback. Lakini zaidi ya technique, kulikuwa na hisia. Aliimba kwa utulivu, lakini ndani yake kulikuwa na ujumbe wa maana. Ulikuwa ni muziki unaotoka moyoni mwake, sio kwenye kifua tu. Na hapa ndipo unaona tofauti ya mwimbaji na msanii. Mwimbaji anaweza kufika noti, msanii anaweza kufanya uhisi ni noti. Kitu kingine muhimu zaidi, kulikuwa ni fahari ya taifa, fahari iliyopambania taifa la Tanzania katika ardhi ya kimataifa. Siku ile hatukuona Ali Kiba peke yake, bali tuliona nchi ya Tanzania, tuliona Kiswahili kikipenya kwenye jukwaa la kimataifa. Tulianza na tuliona muziki wetu ukipewa heshima, na reaction yake ya Nio ilikuwa wazi wakati anampokea Ali Kiba. Kulikuwa na heshima kubwa, hakukuwa na kumdharau, kulikuwa na collaboration ya kweli. Na hapa ndipo swali linakuja. Je, msanii wetu na wasanii wetu kwa ujumla wanaandaliwa vya kutosha katika majukwaa ya kimataifa? Kwa sababu performance ile ilituonesha kitu kimoja: tuna vipaji Tanzania. Ukweli ni kwamba vipaji vipo, tunachohitaji ni majukwaa na maandalizi. Leo ukitazama ile video tena utaona haikuwa tu kolabo, ilikuwa ni statement ya kwamba muziki wa Tanzania unaweza kusimama popote duniani na ukaimbwa. Na kama wewe uliona ile moment live, najua ulijihisi kitu moyoni mwako. Ile ilikuwa ni hisia ya kusema huyu ni mwanetu, huyu ni wa kwetu. Mwisho wa siku unaweza kuwa mshabiki wa msanii fulani, lakini kilichofanyika jukwaani sidhani kama kutakuwa na ushabiki. Unaweza kupenda staili gani, lakini ukweli unabaki kuwa siku ile ya Coke Studio Ali Kiba alisimama kama mwakilishi wa sauti ya Tanzania, na hilo halifutiki. Malizia kwa swali, na wewe ndugu yangu jiulize, je, kuna ambaye anaweza kuimba live kumshinda Ali Kiba?
Je, wewe unaonaje ile performance? Ilikuwa bora kuliko kolabo nyingi za kimataifa ama bado tuna safari ndefu? Basi na kuomba andika maoni yako hapa chini, tujadili muziki wetu kwa heshima na ukweli. Ukikubali, basi wewe utakuwa ni shahidi wa kweli wa muziki wa Tanzania. Mtazamaji wa Chemba Talk Show, hapa tunawazungumza wasanii wote kwa sifa waliokuwa nazo. Sehemu inayofuata itakuwa Diamond Platnumz. Ni nini ambacho tunaweza kumzungumza? Bila shaka itakuwa ni nzuri zaidi na utaipenda na utaisikiliza kwa mazuri zaidi yale ambayo yaliyoyafanya. Lakini ipo siku tutasema madhaifu ya kila mmoja katika hawa wasanii ambao tutakuwa tunawachambua ama kuweza kuwasimulia. Alikiba alitutoa kimasomaso katika sauti yake. Alitutoa kimasomaso katika Coke Studio. Wasanii wengi walipanda katika jukwaa la Coke Studio, lakini Alikiba alitutia fola. Nahitaji utulivu, why iwe sababu ya kugombana. Apale Neo anaingia. Kiba, ye baba, huyu ni msanii wa kweli. Huyu ni msanii anayetakiwa tumlinde. Huyu ni msanii haitakiwi tumzugezuge. Inatakiwa tumpe heshima. Kumbuka Alikiba miaka zaidi ya 20 yupo katika game na anapambana na vijana. Hii inaweza ikawa ni sehemu nzuri kwake kuweza kutengeneza imani nyingine ambayo itaweza kumtengenezea ama kumfikisha mahala husika. Ali Salehe Kiba, jina hili sio geni nchini Tanzania. Ali Salehe Kiba. Remember the name. Ali Salehe Kiba. Alikiba aliwahi kutoa vibao vingi, na kibao kikubwa kabisa ambacho kimemtoa hapa duniani kwa maana ya kumtoa katika ulimwengu wa muziki ni Cinderella. Cinderella ni moja katika albamu zake, ambayo albamu hii imetoka 2006. Lakini Alikiba harakati za muziki alizianza miaka 2002 kuelekea 2003. Kuna ngoma inaitwa Njiwa, unaikumbuka? Yote hayo aliyafanya. Kumbuka hapo alikuwa bado, lakini kolabo nyingi pia ameweza kuzifanya. Kuna kolabo na Queen Darling, Wajua Nakupenda 2004 ilifanya vizuri mno. Ali Salehe Kiba. Mimi naitwa Amini Nyaungo. Nikwambie tu kwamba kama unahitaji kuingiza sauti, wala usisite, Chemba Talk Show ni yako wewe na mimi. Unaingiza sauti. Sasa cha kufanya, ukihitaji niambie, nakupa email na utanitumia namba yako, nitakutumia script.